Habari ya leo. Kuna kitu kimoja nataka tuzungumze. Kuna msanii mmoja anaitwa Lucky Dube, ana wimbo wake mmoja unaitwa I have got you baby. Anasema mojawapo ya mistari yake, anasema I have traveled around the world to find in search of a woman. Then hapo anaimba hapo, unaweza ukausikiliza ukasikia na wewe unasemaje. Lakini kwa nini Lucky Dube anasema a woman, I have been traveling around the world searching for a woman who will understand me, kwamba nimetembea dunia nzima nikitafuta mwanamke ambaye atanielewa, lakini baadaye anasema kwamba ameshampata ambaye anamuelewa. Kwa hiyo kwenye maisha kwenye maisha huwa tunatafuta watu ambao tutaelewana nao au ambao watatuelewa. Kwa hiyo ili uishi vizuri na mwenzio ni lazima akuelewe kwanza. Ni lazima akuelewe ili muweze kuishi vizuri na kutengeneza maisha yenu vizuri. Mwanamke wako asipokuelewa au mwanaume wako asipokuelewa, it hardly mnaweza mka make up kwenye maisha. Ni kwa sababu kwenye mambo ya marriage na mambo ya uchumba na kila kitu, huwa kuna kitu kinaitwa mutual understanding. Yaani lazima kila mtu ajaribu kumuelewa mwenzie na ili waweze kuishi vizuri. Kwa hiyo kuelewana ni kuelewa mawazo ya mwenzio, kuelewa anataka nini, kuelewa ana shida gani, kuelewa nyakati anazopitia, na kuelewa kwamba huyu ni mtu wa aina gani, kwamba unaishi na mtu wa aina gani. Bila kuelewana hauwezi ukaishi na mtu, kwa sababu hata watoto wanapozaliwa kwenye familia huwa wanajaribu kumuelewa mzazi wao ili waweze kuishi naye, kwamba ni lazima wajue mzazi wangu anataka hiki na hiki, mzazi wangu anataka hiki, mzazi wangu hataki hiki. Ndio maana watoto huwa wanaweza kuishi na wazazi au kuishi na walimu au kuishi na, yani kwa kifupi watoto wanaweza kuishi na mtu yoyote as long as hawafanyii abuse, yani hawapigi, hawatesi, yani hawafanyii vitendo vya kikatili. Kwa hiyo ni lazima tujifunze kuwafanya watu watuelewe, lakini na sisi pia tuwaelewe wale watu ambao tunaishi nao, kwa sababu mkiishi maisha ambayo hakuna maelewano ni ngumu sana, huwa ndo chanzo cha migogoro. Kwa mfano, unaweza ukaolewa au tuseme ukaoana na mtu, tuseme natolea mfano, kwa mfano mwanamke, unaweza ukaolewa na jamaa mmoja, yeye ana ndoto zake, ana mambo yake tu, anawaza hiki na hiki, au ana akili yake tu ambayo anaielewa yeye mwenyewe. Lakini watu tunaamini kabla hujaenda kuanzisha mahusiano na mtu, huwa kuna zile contractual terms za mwanzo. Kwa mfano, ukiwa unataka kutumia app fulani kwenye simu yako, huwa wanakupa condition kwamba sisi app yetu iko hivi na hivi. Kwa hiyo wanakuambia labda tuta access taarifa zako, tutafanya kitu fulani na fulani. Kwa hiyo ukikubaliana na yale masharti au vigezo na masharti, basi una download ile app, unaendelea kuitumia. Lakini tunapoanzisha mahusiano, hivyo vitu huwa vipo, sema huwa tuvizingatii. Kwa mfano, unataka kuanzisha mahusiano na mtu, lakini huyo mtu unakuta ana tabia fulani, kwa hiyo au ana hali fulani ya kiuchumi au yoyote. Kwa hiyo cha kwanza kabisa inatakiwa uwe makini kusoma tabia za yule mtu.
uwe makini kuangalia tabia za mwanzo za yule mtu, ingawa sasa watu huwa wanaigiza, na ndio maana watu tunawafundisha watu kuishi uhalisia. Ukiishi uhalisia huwa unasaidia sana kwenye maisha, kwa sababu ukiwa unaishi maisha yako halisi kabisa ambayo sio ya kuiga au ya kufake, yale maisha ya kujifanya uko hivi kumba uko vile, huwa ni maisha mabaya, kwa sababu akili ya yule mwenzio mnapokuwa kwenye mahusiano huwa inafanya assessment ya zile preconditions, zile terms za mwanzo za matumizi, kwamba mimi niko hivi. Of course ile akili ya yule mtu inakuwa inachakata zile taarifa, inatunza kwamba huyu mtu yuko hivi. Sasa mbaya huwa ni pale ambapo mtu mmoja wakati mnaanzisha mambo yenu alikuwa anakutambua kwamba wewe ni mtu wa namna fulani, lakini ghafla tu baada ya mahusiano yenu wewe unaanza vitabia fulani hivi vya ajabu ambavyo hukuwa navyo, ambavyo of course unakuwa unarudi kwenye uhalisia, yani you are backing to reality. Yani wewe ulikuwa unaigiza, sasa unaanza kurudi kwenye uhalisia. Sasa vile ukianza hizo tabia au ukianza hivyo vijitabia, ndipo ambapo mtu huwa anaanza sasa na yeye kureact, kwa sababu wakati anakuzoea katika namna fulani, wewe huo muda uliutumia kuigiza au kufake au kutengeneza fake profile, kutengeneza maisha ya kuigiza, sanaa, ulikuwa unafanya sanaa. Kwa hiyo sasa baada ya muda uhalisia una tabia ya kujirudisha kwenye uhalisia wake, kwa sababu akili yako imekuwa hivyo tangu zamani. Kwa hiyo matendo yake huwezi ukayabadilisha over time, kwamba baada ya muda eti uyabadilisha wakati tangu zamani wewe uko hivyo. Sasa hiyo huwa inasumbua watu wengi sana, huwa inasumbua watu wengi katika maana kwamba kitendo cha uhalisia kuanza kujitokeza au kuanza kuchomoza huwa ni kitendo ambacho kinaleta migogoro kwenye maisha ya kindoa au ya kingono ya watu, na ni kwa sababu ya obsession, ni kwa sababu ya akili ya mtu huwa imeumbwa ili kumpa raha au kumcomfort, yani kumuondolea uoga ili aweze kuishi. Ndo akili ya mtu ilivyoumbwa hivyo, na ndo maana huwa inapenda uongo, inapenda illusion, inapenda kujidanganya. Wewe tujikague hapo, utajiangalia afu utasema, utaelewa na maanisha nini, kwamba akili ya mtu huwa haipendi uhalisia, na ndo maana ukiwa mkweli hamna mtu atakukubali. Kila mtu atakuwa na kuavoid, anakukimbia. Ni kwa sababu tu wewe ni mkweli. Yaani ukiwa honest, ukawa na tabia fulani hivi za kutoigiza, ukaamua tu kwamba mimi bana hivi ni hivi na hivi ni hivi, unaweza usipate marafiki aise, unaweza usipate watu wa kuassociate nao, kwa sababu truth au ukweli huwa unaleta discomfort. Yaani uhalisia huwa unaleta discomfort. Ni sawa na wewe kuwa unajiona labda mzuri, afu siku moja mtu anakuambia mbaya, na siku hiyo unaweza usilale na unaweza ukalia usiku kucha. Ni kwa sababu tu kakwambia ukweli, lakini wewe ule ukweli unaupasivu kama ni kitu cha hatari. Ni kwa sababu ya nature ya akili yako ilivyo. Kwa hiyo sasa yale maigizo yale mnayofanya nini, ule uongo mnaodanganyana, sasa kuna muda huwa sasa unaanza kufade, unaanza kurudi kwenye uhalisia. Sasa kadiri unavyorudi kwenye uhalisia, mnaanza kupata discomfort. Yaani unaanza sasa, mtu anaanza kupata discomfort. Nitatolea mfano. Kwa mfano, wewe unaweza ukawa tajiri, si ndio? Una pesa zako nyingi sana, ukamuoa mtu. Afu yule mtu ni kwa sababu wakati ana assess zile preconditions, yale masharti na vigezo, yeye aliassess wewe ni tajiri, aliassess wewe una pesa, aliassess kwamba ni mtu ambaye utakuja ufanikiwe, na kweli labda ukafanikiwa.
aliassess wewe ni mtu ambaye labda una manguvu, labda ni mzuri au whatever, inategemeana. Sasa vile vitu vikianza kupotea, pale ndo shida huwa inaanza. Kwa hiyo hapa angalizo ni nini? Angalizo ni kwamba unapokuwa unafanya mahusiano na mtu au unataka kuanzisha mahusiano, ni lazima cha kwanza muangalie mnapo assess zile precondition kwenye mambo yenu yale ya kwanza yale nini mnaitaga nini, mnapotoana kwenda si kula mishikaki, kwenda kula nini, ni lazima ujitahidi kuishi uhalisia. Kwa sababu gani? Ukishindwa kuishi uhalisia wako itakuletea changamoto, kwa sababu yule mtu ambaye unaenda kushikamana naye, yeye anakuassess kutegemeana na vitendo vyako vya mwanzo unavyovifanya, na lazima umweleze mtu bayana. Mwambie bana, mimi niko hivi na hivi, sipendi kitu fulani na fulani, mimi naishi hivi. Hata kama usipomweleza, yani fanya vitendo ili yeye aweze kukuelewa. Kwa hiyo kadiri unavyofanya vitendo, yeye anakuwa na assess zile preconditions za nyie kuingia kwenye mahusiano yenu. Lakini pia tujitahidi kuelewa kwamba maisha huwa ni issue ya muda. Yaani muda ndio huwa unaamua kila kitu. Kwa hiyo mnapokuwa mnaishi, ni lazima mtambue muda ni kila kitu kwenye maisha. Muda ndio muamuzi sahihi wa maisha. Kwa hiyo kuna muda maisha yakibadilika na nyie natakiwa mbadilike. Kwa hiyo wewe ambaye unaishi na mtu ambaye ulimchukua tu mkachukuana from nowhere, ni lazima umuelewe yule mtu kwamba huu ni wakati uko hivi. Kwa hiyo huyu mtu saizi anapitia changamoto hii, kwa sababu yeye sio jiwe. Hata jiwe huwa lina undergo weathering, lina over time lina nani, wale waliosoma wanaelewa kwamba hakuna kitu ambacho huwa kinabaki the same over time. Kila kitu huwa kina undergo changes over time. Kwa hiyo ni lazima tujifunze kuwa waelewa. Unatakiwa uelewe kwamba nyakati huwa zinawabadilisha watu. Ndio maana ukiwa umeoa mke, yani ukiwa na pesa alafu kaja ukapata itilafu, labda ukapoteza pesa, ukapoteza mali, au ukapata ulemavu whatever, au mwanamke labda uliolewa na mwanaume kwa sababu aliangalia umbo lako na nini. Kwa hiyo kishazaa, kikawaida umbo huwa linabadilika au linapotea kulingana na au umri ukiwa unasogea. Hamna kitu ambacho huwa kinabaki kiko vile vile over time. Kwa hiyo lazima tuelewe muda ndio huwa muamuzi wa kila kitu. Kwa hiyo sasa watu wao wana tabia, akishaona vitu fulani ambavyo vilikuwa vina mblind au vilikuwa vinamfanya awe na comfort, baadaye anaanza kupata discomfort, alafu baadaye yani hali yako inaanza kumfanya aone vitu ambavyo hakuwahi kuviona. Ni kwa mfano, mtu anaweza ukapoteza pesa. Kwa mfano, wewe ni tajiri labda ukapoteza pesa. Baadaye yule mtu uliye naye anaanza kuona sasa kasoro nyingi ambazo hakuwahi kuziona kabla. Lakini kwa wanaume pia, mwanamke aliye naye labda anapoteza umbo au anapoteza sura, anapoteza mvuto, au tu ni kwa sababu amemfanya ishi maisha magumu, yule mwanamke anakongoroka, anakuwa katika hali ambayo yeye haipendi. Basi yule mwanaume anaanza kuona kasoro. Sasa pala anaanza kuona kasoro nyingi, bila kujua muda ndio huwa muamuzi sahihi wa maisha. Tunapoishi huwa muda ndio huwa unaamua kwamba tunaishije, yaani unaamua kwamba tuweje. Kwa hiyo muda unapochukua nafasi, basi inabidi tu adjust. Kwa hiyo ndio maana Lucky Dube katika huo wimbo wake huo wa I've Got You Baby, anaimba amepata mwanamke ambaye amemuelewa, kwamba alikuwa anatafuta mtu ambaye atamuelewa siku moja kwenye maisha yake, na hatimaye amempata. Kwa hiyo ndio maana ni lazima tujitahidi kuwaelewa watu, tujitahidi kuwa makini tunapoanzisha mahusiano, tunapoenda kwenye michakato mikubwa
ya kingono. Na hii tu ni kwa sababu mahusiano mengi tunayoingia ni kwa sababu ya matamanio, au ni kwa sababu ya nyakati, ni kwa sababu tunakuwa tunapitia hali fulani. Unajua, kikawaida mtu akiwa na hali fulani anafanya maamuzi mengi sana ambayo huwa baadaye yanamwathiri. Ndio maana watu tunawashauri watu kuseti principles, kutengeneza standard, kwamba kutengeneza namna fulani ya maisha ambayo itakuwa inawasaidia kuhukumu vitu. Ukiwa na misingi yako huwezi ukaingia kwenye matatizo, kwa sababu wewe unakuwa na namna ya kuhukumu vitu kulingana na misingi yako. Kwa hiyo huwezi ukajikuta matatani. Kwa hata tunapoishi kwenye mahusiano ya kingono au ya kindoa au ya kiuchumba au yoyote, ni lazima tujifunze kuwa tunaelewa nyakati, tunawaelewa watu, tunaelewa kwamba over time vitu huwa vinabadilika. Tujifunze kwamba maisha pia huwa yanabadilika, kwamba sio kila muda mtu atakuwa na furaha, kuna muda atakuwa na huzuni. Sio kila muda mtakuwa mnashiba muda wote, kuna muda mtakuwa mna njaa. Kwa hiyo lazima mjifunze kuelewana, kuelewa nyakati na kuelewana. Yaani mmoja muelewe mwenzie na muelewe nyakati, kwamba ndo zinazoamua maisha yaweje. Lakini pia ni kuwa wakweli. Ni lazima watu mjifunze kuwa wakweli, muache kuigiza. Ukweli huwa unasaidia. Ukweli katika maana ya vitendo. Usiwe mkweli, sio ule ukweli wa ndani huwa unaleta discomfort. Yaani there is no comfort in truth. Kwa ule ukweli wa ndani huwa unaleta discomfort, lakini kwa sababu tumeumbwa kuigiza, lazima uwe na ule ukweli wa matendo, kwamba kwa sababu mtu huwa anahukumu matendo. Watu huwa hawawezi kuhukumu dhamira, kwa sababu dhamira ambayo baadaye huwa inaleta matendo, watu huwa hawawezi kujudge kwamba wewe unawaza nini, unataka nini, ni kitu kigumu. Kwa hiyo watu mara nyingi wao wanahukumu vitendo vyako. Kwa hiyo lazima ujitahidi matendo yako yawe yamenyoka, hata kama dhamira yako ni mbaya. Yaani kimoyoni wewe ni mbaya, lakini hakikisha unapoishi na mwenzio ni lazima utengeneze matendo ambayo yatamfanya kuamini. Hata kama moyoni unawaza vibaya, hakikisha tu matendo yako yanamfanya mwenzio kuamini, ili muweze kuishi vizuri. Na kwa nini ufanye hivyo? Ni kwa sababu ukweli huwa unawafungua na kuwaacha huru, au ukweli unawasaidia kuenda katika njia sahihi, au kuishi maisha yenu na hatimaye kufikia kila ambacho mnakitarajia. Watu wengi huwa hawapendi ukweli, wanakuwa waongo sana. Mtu tu anakuwa muongo, yaani yeye kazi yake ni kudanganya tu, hamna siku akasema ukweli. Sasa ukiwa na tabia ya uongo unajua uongo huwa una shida moja. Uongo huwa una expire date. Lakini uongo pia huwa kuna muda ule uongo unakuja unakufunga mwenyewe. Yaani uongo, kwa sababu uongo sio uhalisia na maisha ni uhalisia. Maisha yatakuja kwenye uhalisia, alafu ule uongo utakuja ukufunge, kwa sababu utakuja ugundulike mbeleni. Ndio maana wewe ukimdanganya mtu na hiki, baadaye utakuja upate shida, kwa sababu uongo huwa una tabia ya kuleta matatizo mbeleni. Kwa hilo ni somo ambalo nitaka kuwafundisha kuhusu ni namna gani ambavyo tunapaswa kuwaelewa watu, na tunapaswa kuelewa kwamba muda ndio huwa muamuzi sahihi wa maisha. Lakini pia tunapaswa kutambua au kujitambua katika namna kwamba tunapofanya maamuzi ni lazima tuwe tunaangalia kwamba tunapowahukumu watu, kwa mfano unapomhukumu mtu, ni lazima uvae viatu vyake, kwamba usimhukumu tu mtu kwamba huyu kwa nini anisemeshi, kwa nini hali chakula changu, si kwa nini amebadilika, si kwa nini saizi hamudu tendo la ndoa. Usimhukumu bila kutaka kujua nini kipo nyuma ya tatizo lake, au kile kitu ambacho kimemfanya abadilike. Kwa hiyo ni lazima utengeneze mazingira ya kutaka kujua kwanza sababu ya kitu fulani, ili uweze kumsaidia mwenzio au muweze kusaidiana. Kwa sababu mnatakiwa tu mjue kwamba maisha ya ndoa huwa hayana option. Maisha ya ndoa hayakupi option. Watu wengi wanavunja mahusiano yao au ndoa kwa sababu wanaamini kuna options. Kitendo tu cha kuamini kwamba maisha ya ndoa yana option ndio imesababisha watu wakawa wanavunja sana ndoa, wakiamini kwamba
yani tukishindwana tunaachana, lakini inatakiwa mjue kabisa. Nadhani kule mkiwa mnaenda makanisani au kwenye nyumba za ibada, huwa wanawafundisha kwamba maisha ya ndoa hayana options, yani na kama ukilazimisha yawe na option, gharama yake huwa ni kubwa, utalipa gharama kubwa sana, kwamba utajikuta umefilisiwa, umenyang'anywa labda watoto, umepoteza mali, umegawana nusu kwa nusu, umeanza maisha upya tena na mtu mwingine ambaye umemkuta tu barabarani, au katumia nafasi yako ya maisha ambayo unayapitia kujinufaisha. Ndipo watu wao wanaingia kwenye migogoro zaidi na zaidi, kwa sababu wao wanaamini maisha yana option. Lakini mnapolazimisha zile option ziingie kwenye maisha ya ndoa au mahusiano, ndio huwa zinaleta gharama za maisha. Unajikuta you have paid a heavy price, au umelipa gharama kubwa kwa sababu tu ya kufanya maamuzi ambayo ungechelewa kidogo ukajipa muda, ingekusaidia kuorganize akili yako na hatimaye kuwa na maamuzi ambayo yanatija. Kwa hiyo lazima mjifunze hivyo vitu na muwe makini. Kwa hiyo nimefikia mwisho wa mazungumzo yangu, na mpaka wakati mwingine. Mimi naitwa Lucas Selemani, mimi ni mwandishi, lakini pia ni mshauri, mkufunzi wa mambo ya mahusiano, biashara, ndoa. Ni mwandishi, ni mwalimu katika falsafa tofauti tofauti, lakini pia nasaidia watu kwa ushauri. Kwa mfano wewe una mambo yako yamekutinga, nasaidia watu kwa ushauri. Ushauri sijui wanaita ushauri nasaha. Kwa hiyo ukiwa na nafasi au jambo lako, basi napatikana kwa mawasiliano ambayo huwa yapo mara zote. Kwa hiyo Mungu akubariki sana na uwe na siku njema.